Mwanadamu unaweza ukapita kwenye mambo magumu sana. Wanadamu wanakutazama, wanakuangalia, hawafanyi chochote, wanakuvunja moyo, wanakucheka, wanakukejeli, na shetani anakazana ili ifike mahali upoteze dira, upoteze tumaini na Mungu, alafu ufe. Ukisha kufa ndipo watu wanaojua kusema wanakuja. Tulimpenda sana. Watu watalia. Lakini swala msingi, wakati wa maumivu yako hawakuwepo na wewe, ila wakati wa msiba wako wataongea maneno mengi sana ya uongo. Laiti kama mtu aliyekufa angekuwa anasikia, wangekuwa wanasikitika sana. Namna watu wanavyoongea uongo. Moja katika vitu unavyotakiwa kuzingatia, poteza vyote lakini usimpoteze Yesu. Acha nirudie, mtu mmoja anielewe. Poteza vyote lakini baki na Yesu maishani mwako. Hata kama vinakuumiza kiasi gani vikipotea. Kuna vitu tunavyovipenda, sawa, vinapopotea vinatuuma, ni sawa, lakini hakikisha unabaki na Yesu wako. Get the point. Take a step forward. Kuna mahali Mungu anaweza kukuchukua na akakupeleka sehemu, na hiyo sehemu haijalishi kama ni nzuri sana kwako au sio nzuri sana, lakini ili mradi ni Mungu amekupeleka, jua kwamba Mungu wangu anakusudi na hii safari. Nakumbuka niwahi kwenda kuhubiri kusini. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kwenda mikoa ya kusini. Kwa Mtwara, sehemu moja inaitwa Nanguruwe. Ilikuwa nishafika Lindi na Mtwara mjini, lakini kule kijijini ilikuwa ni mara ya kwanza. Asa nilipofika pale kijijini mara ya kwanza kabisa, yalikuwa ni mazingira magumu hata kwa kuyatazama. Kwa magumu sana. Na tulienda na kwaya fulani kutoka pale Dar es Salaam. Tulipofika pale kusini, tukafanya ufunguzi wa mikutano yetu. Na nyumba moja inaweza ikawa iko hapa, nyingine ikawa labda nyingine iko kule, sijui ni wapi, sijafahamu majina ya hapa. Ni sehemu ambayo ilikuwa ni kijijini kabisa. Nyumba ya bati wanaiona kwenye TV. Labda miaka hii, kwa sababu ni miaka kama 10 au 9 imepita. Asa wakati nikiwa kule kusini, nikayatazama yale mazingira. Kwa kweli ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Nikasema hivi, hapa kuna kazi gani tutafanya? Lakini moyoni nikasema Mungu ana sababu kuruhusu mipango hii ifanyike mpaka tuje hapa. Tukaanza mkutano. Moja katika vitu vinavyoleta hamasa kwa mhubiri au muimbaji ni kuona watu wanaowahubiri kama hivi. Lakini pale kusini tulikuwa tunahubiri, tunaona fundi mitambo na kwaya wako pale ndio ninaowahubiri. Lakini nakumbuka siku moja nikaamka usiku, ilikuwa kama siku ya 4 ya mkutano. Nikamwambia Mungu, hebu fanya kituko ili watu wajue kuna Mungu katika Israeli. Kwa Mungu akafanya jambo. Sehemu ya wakazi wengi katika maeneo yale hawakuwa ni Wakristo, walikuwa ni rafiki zetu wa imani nyingine hiyo. Basi ndio walikuwa wameshamiri katika lile eneo. Sasa kumbe wakati tunafanya maombi pale, tunafanya mkutano, hawakupenda. Ni kama mambo yao yalikuwa hayaendi. Unajua watu ambao wamezoea sana mambo ya giza, mambo yao hayaendi panapokuwa na mambo ya kiroho. Kwa hiyo wakakasirika sana. Sasa siku ya kwanza wakatafuta namna ya kuzuia ile mikutano. Namna walioweza kuzuia ile mikutano, wakashindwa. Kwa hiyo plani walioipata ni kuja kuvamia sehemu tulipofikia. Kwa hiyo wakapanga mikakati yao, wakaja usiku sana. Kwa ni usiku. Na hiyo siku nikachelewa kulala. Kwa walikuja, nafikiri walikuwa na petroli. Lengo lao ilikuwa ni kuchoma ile nyumba, na ilikuwa ni ya nyasi. Kwa wakaja, wakamwaga petroli kwenye ile nyumba. Kwa wakawa kwenye harakati za uchomaji wa nyumba usiku. Sasa moja katika waliokuwepo katika kisa hicho akasema waliwasha sana kiberiti, moto haukushika.
wakajaribu plani zote ikashindikana. Lakini mmoja katika vijana waliokuwepo wakajiuliza kwa nini haya yanatokea. Akatufuata siku kadhaa zilizofuata, tukiwa tunaelekea mwishoni, kasema kila tulilolifanya halikuwezekana. Tukamwambia, unajua tunaye Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Mungu wetu anaweza yote. Yote yanawezekana. Yeye ndiye ameweka ulinzi hapa. Yule kijana akasema, kwa nini nisibatizwe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikasema huenda kwa sababu hii, kwa sababu ya ile hali tuliyoiona, huwezi jua Mungu alikusudia huyu mtu mmoja tu apate wokovu. Asa leo tunaangalia mifupa mikavu. Na tutaangalia maandiko machache kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 37 mstari wa 1 hadi wa 9. Na tutaangalia haya maandiko vizuri. Na kwenye maandiko haya ninataka kuamini kabisa kuna namna Roho wa Mungu atazungumza na wewe. Na ujumbe wa mchana wa leo ni kwa ajili yako wewe. Usisikilize kwa ajili ya mtu mwingine, hapana, ni kwa ajili yako. Kila kitu utakachosikia kikaguse moyo wako kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na kumbuka nimesema, Mungu anapokuchukua na kukupeleka popote, ana makusudi na maisha yako. Biblia inasemaje rafiki yangu? 37 na ule mstari wa 1 na kuendelea. Ezekieli 37 fungu la 1. Ndiyo. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Ndiyo. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Ndiyo. Akaniweka chini katikati ya bonde, nalo lilikuwa limejaa mifupa. Ezekieli anasema alichukuliwa katika roho. Na Mungu alipomchukua Ezekiel alimpeleka kwenye bonde. Na Biblia inasema lile bonde Ezekieli alipolitazama lilikuwa limejaa mifupa. Kwa Mungu akaona amchukue Ezekiel na kumpeleka sehemu ambapo macho yake ya kibinadamu yalimuonyesha mifupa. Na Biblia haiishii tu kwamba ni mifupa, bali ilikuwaje? Endelea mtumishi wa Mungu. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, ndiyo, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Ndiyo. Nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Biblia nasema sio tu kwamba ni mifupa, bali ni mikavu sana. Ina maana Ezekiel alikuwa makini katika huu nabii. Alipofika kwenye ule uwanda, hakuona tu mifupa, hapana, bali aliona mifupa iliyo mikavu sana. Laiti kama angeishia mifupa, ingekuwa ni mifupa. Lakini Ezekiel anaripoti maono aliyoona. Akasema ile mifupa nilipoitazama ilikuwa ni mikavu sana. Swali la msingi, kwa nini Mungu amchukue Ezekiel na kumpeleka kwenye bonde lililojaa mifupa mikavu? Kwa nini? Mbona asimpeleke sehemu nyingine nzuri ambayo Ezekiel angeandika habari nzuri? Lakini Ezekiel anaripoti kwamba nimepelekwa kwenye bonde nalo limejaa mifupa mikavu. Sikiliza. Mungu anapotaka kukufundisha jambo, hachagui mazingira ya kukupeleka shule. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakupeleka mahali kwa makusudi kabisa, na hiyo sehemu aliyokupeleka kuna jinsi anataka kujifunua kwako. Anahitaji kujifunua kwenye maisha yako. Ezekiel ili aweze kujua ukuu wa Mungu, ilikuwa ni lazima apelekwe kwenye bonde la mifupa mikavu, mahali ambapo haoni uhai kabisa, mahali ambapo akitazama haoni pumzi, anaona mifupa. Kuna mahali maishani mwako Mungu anakuchukua, ndio anakupeleka sehemu isiyo kufurahisha. Unapoangalia biashara unaiona ni ngumu sana,
imegeuka na ikawa mifupa mikavu. Unapoangalia kazi yako ni mifupa mikavu, mshahara haukai. Unapoangalia watoto wako, unawatazama, hauoni tumaini, unaona mifupa mikavu tena sana. Mungu ana sababu za kumpeleka Ezekiel katikati ya bonde lililojaa mifupa mikavu. Na kuna vitu vingi unapopiga picha maishani mwako, unaona vitu vingi ni vikavu, vimekauka kabisa. Ezekiel alipoangalia aliona mifupa mikavu. Ina maana ni kitu ambacho kimekufa zamani, ni watu waliokufa zamani, na ili ionekane ni zamani, lazima ile mifupa iwe ni mikavu sana. Hebu jaribu kupiga picha kwenye maisha yako. Ni mambo gani unapoyatazama kwa macho ya damu na nyama unaona yakiwa magumu? Nazungumza na mama mmoja uliokuja hapa leo, jinsi unavyoangalia maisha yako yalivyo magumu. Nazungumza na baba mmoja aliyekuja hapa, madeni kila kona, hata unakosa amani, muda wote ni msongo wa mawazo, maana kila unachotazama ni kikavu sana. Sikiliza rafiki yangu, mahali popote ulipo, hata kama ni pakavu, kuna saa Mungu anataka kujitukuza katika ukavu na ugumu unaouona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwaka huu, amini kwamba mengi uliyoyatazama katika hali ngumu, ya ugumu wa hali ya juu sana, Mungu analenga katika ugumu huo. Kuna darasa ambalo Mungu anataka ulifahamu. Acha nikwambie rafiki yangu, kuna watu ambao Mungu amewatoa katika mazingira magumu sana. Kuna watu ambao Mungu amewakumbuka katika mazingira magumu, lakini waliposimama na Mungu vizuri, Mungu alihakikisha anawafuta machozi katika mapito magumu wanayopitia. Biblia nasema Ezekiel akapiga picha, akaona ile mifupa ilikuwa mikavu sana. Na Ezekiel akajiuliza, kwa nini Mungu amenileta hapa? Ezekiel akawa katika hali ngumu sana. Kuna saa unaweza ukawa ni Mkristo mzuri, ukapita kwenye mapito ambayo unajiuliza, hivi Mungu mimi hanioni? Unaweza kujiuliza, hivi Mungu ana upendeleo? Shakutana na watu wengi sana wana maswali kama hayo. Nasema hivi, najua Mungu ana upendeleo. Ukimuuliza kwa nini? Kwa nini mimi niko hivi? Kwa nini? Je, ina maana kuna watu ambao Mungu amekusudia kuwabariki na watu wengine Mungu amekusudia waishi kwenye hali ngumu? Kuna saa unapoangalia maisha yako, unapoangalia malengo yako, unapoangalia mahusiano yako, unapoangalia afya yako, unajiuliza, mbona mimi ni mgonjwa, vidonda, presha, sukari, mbona wengine wana amani, mbona mimi sina amani? Unajiuliza maswali mengi sana. Lakini nataka nikukumbushe kitu cha muhimu rafiki yangu. Mungu bado atabaki kuwa Mungu katika maisha yako. Hata kama umepita kwenye magumu kiasi gani, lakini sentensi hii haitabadilika. Atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako. Hatabadilika hata kidogo. Lakini mahali popote unapopita, mahali popote unapoona mifupa mikavu kwenye familia, kwenye ndoa yako, wakati unasikia wengine wanasema ndoa ina amani, wakati unasikia wengine wanasema ndoa ni nzuri, unapoiangalia ile ya kwako haieleweki, haijulikani, unakaa kwa huzuni, mbona Mungu hanioni? Nataka nikuambie mchana wa leo, katika mifupa yoyote mikavu, bado Mungu yupo kwa ajili yako. Ezekiel alipoiangalia
na tazama ilikuwa mikavu sana. Huenda alipapasa akaona ni mikavu mno. Ezekiel anajiuliza kwa nini? Hivi ulishawahi kwenda sehemu kwenye maisha yako ukajiuliza kwa nini nimekuja hapa? Ulishawahi kwenda sehemu ukakutana na vita, ukakutana na watu ambao maisha yao yote ni ugomvi, ni changamoto? Hivi ulishawahi kwenda sehemu ukakutana na watu ambao hawatakii mema maisha yako kabisa? Ukijiangalia kila kitu unaona ni mifupa mikavu. Kuna sentensi moja isipotee kwenye ubongo wako: Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako. Sikiliza, hii itakusaidia. Hata kama maisha yako ni magumu sana, Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako. Acha niseme hivi, yeye ni Mungu. Kuna siri unatakiwa kuijua mchana wa leo. Mwamini Mungu sana. Mwamini Mungu sana. Na katika kumwamini huyo Mungu, katika kumtegemea, kuna mahali atasema, kwa jinsi anavyonipenda, nisipomsaidia namuonea. Kwa jinsi anavyonipenda, nisipomwokoa katika hili jaribu, ninamuonea. Mungu mara zote anatazama maamuzi ya mara moja yaliyoshiba imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yeriko inataka kwenda kuwa mifupa mikavu, na wale wapelelezi walipoingia katika jiji la Yeriko, na Mungu akiwa ameshaandaa Yeriko kwamba Israeli wavamie na kuteketeza ule mji na kuteka baadhi ya vitu ambavyo walitakiwa kuchukua, dada mmoja akashtuka akasema, katika hii mifupa mikavu nahitaji kutoka salama. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaitwa Rahabu. Akasema, mimi ni kahaba sawa, mimi ni mwenye dhambi sawa, mimi ni muhuni sawa, mimi najiuza sawa, lakini leo ninakwenda kupata ahadi mpya itakayonitoa kwenye harufu mbaya niliyo nayo na kunipeleka kwenye mazingira mazuri ya kujua yuko Mungu katika Israeli. Sikiliza, hii itakusaidia. Mungu hashughuliki na jana yako. Mungu anashughulika na leo yako iliyoshiba imani. Kuna kitu ambacho watu wengi wanasahau, hasa wanapokuwa kwenye maombi. Wakati wanaomba, shetani ana tabia moja ya kuleta kumbukumbu za mambo ya zamani. Hivyo unaomba ukumbuki uliiba, hivyo unaomba ukumbuki ulisengenya, hivyo unaomba ukumbuki kwamba ulikuwa utoi zaka na sadaka, hivyo unaomba ukumbuki kuna dhambi na shetani anakukumbusha. Nataka nikuambie, ukishaona unaomba hizo hisia zinakuja, jua kwamba Mungu anataka kukutoa sehemu moja na kukupeleka nyingine. Shetani anakuzuia kwa kukuonyesha dhambi zako. Wewe mkemee, mwambie, hata kama mimi ni mwenye dhambi, wewe ndio baba wa dhambi. Beba dhambi zako, mimi nabadilika leo. Bwana Yesu asifiwe. Mifupa mikavu. Ezekiel anasema, nilipoitazama niliona ni mikavu sana. Mchana wa leo nataka nizungumze na wewe juu ya kitu kilicho kikavu sana. Mimi sijui ni nini, lakini nahitaji nizungumze na wewe rafiki yangu juu ya kile ambacho maishani mwako ukikiangalia ni kigumu. Hebu endelea kusoma rafiki yangu. Ezekieli 31:37 fungu la 3 tunaendelea. Ndio. Akaniambia, ndio, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Mungu anamuuliza Ezekiel, kwa jinsi ulivyoona hii mifupa inaweza kuishi? Wewe Ezekiel, nimekuleta hapa uangalie hii mifupa. Je, kwa jinsi uionavyo inaweza kuishi? Acha nikuulize hili swali. Kwa jinsi unavyoiona ndoa yako inaweza kuishi tena? Kwa jinsi unavyoiona biashara yako inaweza kuishi tena? Kwa jinsi unavyoona kazi yako unaweza kuishi tena? Kwa jinsi unavyoona vita kazini, kuna watu wanafanya kazi kwenye ofisi zinawaka moto,
maneno, chuki. Katika mahali mtu anasema hivi, kazini inafuata nini? Je, unavyoiangalia kazi yako inaweza kuwa ya maana tena? Mungu anamuuliza Ezekiel, je, hii mifupa Ezekiel unapoitazama inaweza kuishi tena? Ni swali ambalo wewe unayenisikiliza jiulize mwenyewe, unavyopiga picha ya maisha yako, unavyojiona wewe kama wewe, unavyojitathmini wewe kama wewe. Je, unaweza kuishi tena? Kile kilichokufa kinaweza kuishi tena? Hili lilikuwa ni swali gumu sana kwa Ezekiel. Acha nikwambie, katika maswali magumu ambayo Ezekiel aliulizwa, hili lilikuwa ni gumu. Unajua mama unayenisikiliza na baba unayenisikiliza, nataka nikuhakikishie hili: Mungu akiwa kwenye maisha yako yatabadilika na kung'aa sana. Mungu anahitaji umwamini katika vile vitu ambavyo macho ya kibinadamu yanagoma, lakini wewe kwenye imani unasema bado hata sasa yeye ni Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na mtu mmoja ambaye anasema hata sasa ninaenda kubadilika, ninaenda kuchangamka, maana Mungu anaweza kunitoa kwenye ukavu wa aina yoyote na kuniweka kwenye sehemu yenye neema tena. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel alitoa majibu gani? Nami nikajibu, Bwana Mungu, Bwana Mungu, wajua wewe. Ezekiel alipotazama ile mifupa na swali aliloulizwa, akasema, Mungu wa mbinguni, hilo unajua wewe. Kuna mazingira unaweza ukaulizwa maswali magumu ukakosa majibu kwa wakati huo. Unajua kwenye haya maisha kuna watu wanapita kwenye mambo magumu sana. Ndio maana katika kitu ambacho ninawaombea hata wahubiri wenzangu, tunapozungumza na watu, kuna watu wanapita kwenye dimbwi la matatizo. Kuna mtu akikusimulia mambo anayopitia, unaweza ukajiuliza, hivi na yeye anaishi kweli? Kwa haya bado anaishi? Kuna mtu ni mgonjwa, hana pesa, hana kazi, hana msaada, na ndugu wameinua vita juu yake. Na kuna kitu ambacho ni kibaya sana, shetani amefanikiwa kwenye maisha ya wanadamu wengi. Mwanadamu unaweza ukapita kwenye mambo magumu sana, wanadamu wanakutazama, wanakuangalia, hawafanyi chochote, wanakuvunja moyo, wanakucheka, wanakukejeli, na shetani anakazana ili ifike mahali upoteze dira, upoteze tumaini na Mungu, alafu ufe. Ukisha kufa ndipo watu wanaojua kusema wanakuja. Tulimpenda sana, watu watalia. Lakini swala msingi, wakati wa maumivu yako hawakuwepo na wewe, ila wakati wa msiba wako wataongea maneno mengi sana ya uongo. Laiti kama mtu aliyekufa angekuwa anasikia, wangekuwa wanasikitika sana namna watu wanavyoongea uongo. Moja katika vitu unavyotakiwa kuzingatia, poteza vyote lakini usimpoteze Yesu. Acha nirudie, mtu mmoja nielewe. Poteza vyote lakini baki na Yesu maishani mwako. Hata kama vinakuumiza kiasi gani vikipotea. Kuna vitu tunavyovipenda, sawa, vinapopotea vinatuuma, ni sawa, lakini hakikisha unabaki na Yesu wako. Ezekiel akaambiwa, je, inaweza kuishi? Ezekiel akasema, Bwana wajua wewe. Niwewe kukutana na mama mmoja alikuwa ameteseka sana. Nilikuwa nahubiri sehemu moja inaitwa Ntama, ni kisiwani, wilaya Sengerema. Wakati nikiwa pale, kakutana na mama mmoja ana uvimbe na zaidi ya miaka 5 amekosa msaada. Akienda
kutafuta misaada, watu hawamsaidii, wanamtenga, wanamuona kwamba hafai. Na katika vitu vinavyopima Ukristo wetu, wapendwa, ni wale wahitaji wanapokuja kwenye maisha yetu. Ukiona mhitaji yoyote amekuja kwako, mara nyingi sana shetani anakunong'oneza, huyu ni tapeli. Kuna wahitaji wengi tu wanakuja, tunawaita tapeli. Tutawauliza maswali 10,000, lakini mwisho tutawaambia tuna mambo mengi. Wacheni niwaambie ukweli, hao wahitaji wapo kwa ajili ya kuhakikisha, je, imani zetu zimefungamanishwa na Mungu? Biblia inasema usipompenda jirani yako unayemuona, Mungu wa mbinguni asionekana utampendaje? Kuna saa mhitaji anakuja kabisa, ana shida, na ukimwangalia unajua kabisa ana shida, lakini shetani anachofanya anakuelekeza mawazo yako, mweke katika kundi. Saa nyingine wengine wanampaka vielelezo, ameenda kwa hospitali ya wilaya, wamempa mpaka dokumenti, nenda, mpaka ana mihuri ya serikali za mitaa, lakini shetani anatengeneza fikra, hisia kwamba huyu bado ni nani? Mwongo, tapeli, hafai. Wacheni niwaambie ukweli, dini isiyoambatana na matendo hiyo imekufa. Bora uache kusali ukalime mihogo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ikiwa unasali tu, swala la kugusa maisha ya watu huna, swala la kugusa kazi ya Mungu huna. Nimeona mchungaji babangu hapa anagawa bahasha hapa, watu wanawatazama mashemasi, unafikiri wanaangalia kama mwezi umeandama. Hawana mpango, yaani hawana mpango kabisa na mambo ya nani? Ya Mungu. Sikilizeni niwaambie ukweli, katika vitu vilivyowekwa mikononi mwetu kupima imani zetu, moja, upendo kati yetu sisi na Mungu, kati yetu sisi na jirani zetu, kati yetu sisi na kuwezesha vitu vitakatifu vya Mungu. Hilo ndio jukumu tunalo. Bwana Yesu asifiwe. Tunalo hilo jukumu. Tunalo. Ngoja nikufundishe kitu. Ukiona mhitaji amekuja, hata kama ni tapeli, acha hiyo dhambi iwe juu yake. Fanya unachoweza. Fanya. Tusifanane na wale watu ambao wao, unajua mara nyingi sana, ila sio wa hapa Mshikamano. Hata hivyo watu wasiotoa zaka na sadaka ndio watu wa kwanza kuhoji matumizi ya mapato ya kanisa. Ila wa hapa huwa hatuhoji, na hapa tunatoa wote. Bwana asifiwe. Wale wanaoinukaga kwenye sio wa hapa, jamani, taarifa. Kama mwazini yupo, hebu angalia, ni mtoaji. Utakuta ni tantarira tu mwenyekiti. Utakuta ni tantarira nyingi. Tena wanachelewesha vikao. Hatujafafanuliwa vizuri, hatujafafanuliwa hapa. Swali, umetoa? Zinakuhusu? Ngojeni niwaambie, hiyo ilikuwa ni matangazo baada ya habari. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kitakacho kusaidia yule mama, nilipomwangalia, nilikuwa na rafiki zangu ambao tulikuwa tunasaidiana kufanya kwenye ule mkutano. Nikamwambia yule mama, kwani operation ni shilingi ngapi? Akaniambia operation ni shilingi 300,000. Ilikuwa sijui 400,000, vitu kama hivyo. Nikamwambia, mimi ninakuombea, lakini Mungu anaenda kufungua njia kabla hatujamaliza huu mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, hivi ni kweli mwinjilisi, miaka yote? Nikamwambia, achana na miaka yote iliyopita, sasa hivi muangalie Yesu. Mwambie Yesu, hii shida imenichosha, nahitaji nipeleke hitaji langu kwa Yesu. Tena nikamwambia, utaanza kuomba wewe na mimi nitakuwa wa mwisho. Tukamaliza maombi, kachukua kiasi chokuwa nacho nikamsaidia. Lakini siku 4 baadaye, ulikuwa ni mkutano wa siku 21, akaniambia, nimeshangaa sana. Mama mmoja ambaye tulipotezana miaka mingi amenitafuta na nimemweleza shida yangu, na kanitumia nauli niende Bugando kwa ajili ya matibabu. Bwana asifiwe. Mifupa mikavu inaweza kuishi tena? Ezekiel anaulizwa hili swali, lakini Mungu akampa maelekezo. Napoelekea kumalizia, maelekezo yalikuwaje? Endelea rafiki yangu. Fungu la 4. Ndio. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu. Sasa ona kitu cha ajabu sana.
nataka ujifunze kitu cha ajabu. Mungu anamwambia Ezekiel zungumza na mifupa. Azungumzi na mtu, azungumze na nini? Na mifupa. Hivi nikikukuta unazungumza na mifupa, haraka haraka, mtu akikukuta unaongea na mifupa, atajua akili kidogo zimepata shida. Lakini Mungu anamwambia Ezekiel, zungumza na hii mifupa. Katika mchana wa leo, zungumza na mifupa mikavu iliyozinga maisha yako. Zungumza nayo. Bwana asifiwe sana. Huwa inasikia. Mungu anamwambia Ezekiel, zungumza na mifupa mikavu, ongea nayo, zungumza nayo hiyo mifupa, iambie mifupa. Yani Ezekiel aanze kuzungumza na mifupa. Mambo ya imani yanataka ujifanye huna akili timamu, kumbe una akili timamu. Kuongea na mifupa kwa mwenye akili timamu haiwezekani, lakini kwa mwenye imani inawezekana. Mungu anamwambia Ezekiel, anza kuongea na hiyo mifupa. Uiambie nini? Endelea rafiki yangu. Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Hiyo mifupa mikavu ilisikie neno la Bwana. Ndiyo. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, ndiyo, nitatia pumzi ndani yenu. Tatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu. Nami nitatia mishipa juu yenu. Nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Na kuwafunika ngozi. Na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Kwa hiyo Mungu anamwambia Ezekiel, zungumza na hiyo mifupa, uiambie hivyo. Nami katika mchana wa leo, Mungu ataenda kutia pumzi biashara yako. Mungu ataenda kutia pumzi familia yako. Mungu ataenda kutia pumzi kazi yako. Mungu ataenda kutia pumzi malengo yako. Maana Mungu anasema, Ezekiel, iambie mifupa, mimi Mungu nitaweka pumzi ndani yenu. Nyie mifupa hamtakuwa mifupa tena, mtakuwa wanadamu mlio kamili. Nami mchana wa leo, hata wale wanaokudharau hawatakuona tena ukiwa mifupa, bali watakuona ukiwa umebarikiwa kwa jina la Yesu. Wenye imani, wale waliosema hautaolewa, hao tutawaita kwenye kamati za waharusi na watawajibika. Wale waliosema hutazaa, ni hao Mungu ataleta uzao, mikono yako itabeba watoto wa kike na wa kiume. Wale waliosema watoto wako ni mizigo, hao watoto wako watakuwa baraka kwenye maisha yao. Hujawahi kuona wazazi, hujawahi kuona ndugu waliokejeli watoto wakawadharau katika udogo wao? Mungu anawakuza vizuri, anawapa elimu, anawapa kazi, anawapa biashara, wanaendelea vizuri. Wale waliowanyanyasa utotoni, unajua nilikuwa nakupenda sana wewe, hivi mama yako hakukuambiaga? Kwani mimi nakwambia acha maneno mengi, sema una shida gani? Bwana asifiwe. Naambia tu acha usiongee sana, wewe sema tu nini tufanye, na uwe na moyo wa utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wanaozuia matokeo ya maisha yako. Kuna siri nataka nikuambie, usiwachukie. Niliwaambia ile siku, wapende. Maana Mungu atakapoachia unabii, wewe utaenda kuwa baraka kwenye maisha yao. Kuna namna Mungu anataka kukuheshimisha. Kuna namna Mungu anataka kukuketisha mahali ambapo utasahau maumivu yote. Biblia inasema Ezekiel akatoa unabii. Alipotoa unabii, ndipo mifupa kwa mifupa ikasogeleana, ikaja nyama juu yao, ikaja ngozi, lakini Biblia inasema uhai haukuonekana. Mungu akamwambia Ezekiel, tayari hatua ya kwanza nimefanikiwa, hatua ya pili ni kutia uhai ndani yao. Katika maisha yako, Mungu atabadilisha maisha yako hatua kwa hatua, ambapo utaelekea kwenye mafanikio yako. Katika mchana wa leo, nataka nikushauri kitu. Anza kujitamkia baraka. Jinenee mema. Nena mema. Mwambie Mungu, kwa vyovyote ninajua utanibariki. Kwa vyovyote najua utaniinua. Kwa vyovyote najua utainua watu katika maisha yangu. Mwaka huu unahitaji watu waaminifu, watakao kusaidia kutoka kwenye bonde la mifupa mikavu na kuwa mwanadamu uliyebarikiwa, kuwa mwanadamu unayeona wema, fadhili za Bwana na uwezo wa Bwana katika maisha yako.
Katika mchana wa leo, ni wapi unatazama na kuona mifupa mikavu? Ni wapi Yesu anaweza kukusaidia? Yuko Mungu aketie mbinguni, yuko Baba, yuko rafiki yetu mwema, mwaminifu sana, anaweza kutamka neno, maisha yako yakabadilika. Sikiliza dada yangu, sijui unapita kwenye magumu gani kwenye maisha yako. Sikiliza kaka yangu, sijui ni magumu yapi yamekuzinga, lakini iko neema ya Yesu. Iko neema. Mungu akamwambia Ezekiel, tabiri, uambie upepo. Ezekiel akatabiri, akauambia upepo, ukaingia katika miili ya wale watu. Ezekiel anasema, nikaona mkutano mkubwa sana sana, wengi waliokufa wakawa hai. Acha nikwambie, vyovyote vilivyokufa kwenye maisha yako katika hizi siku 10 vinaenda kuwa hai katika jina la Yesu. Sijui ni nini kimekufa, sijui ni mambo gani yamekufa, sijui ni vitu gani ambavyo vimekufa maishani mwako. Nataka nikuambie rafiki yangu, Mungu anakwenda kuviweka hai tena. Siku hizi 10 zinaenda kukurudisha kwenye nafasi yako. Siku hizi 10 zinaenda kukuweka kwenye position yako. Siku hizi 10 zinaenda kukuweka kwenye viwango unavyotakiwa kuwepo. Siku hizi 10 unaenda kupona, unaenda kutakaswa, maadamu umemshikilia Bwana. Nampenda mtu mmoja anaitwa Yakobo. Unaposoma kile kitabu cha Mwanzo sura 28 kuanzia mstari wa 10, utaenda usome kwa muda wako. Yakobo akiwa na msongo wa mawazo, wala hajui anafanya nini, anatembea tu. Akafika mahali akalala juu ya jiwe. Biblia inasema Yakobo akalala juu ya jiwe. Hivi nani ana experience hapa ya kulala juu ya jiwe? Ulale. Na Biblia haisemi tu akalala, bali akalala usingizi juu ya nini? Jiwe. Unajua kuna matatizo yanaweza kuja maishani mwako hata ukilala kwenye maji ya moto huungui. Wewe hujanielewa vizuri. Kuna shida zinaweza kuinuka hata ukilala juu ya jiwe. Yaani unajihisi umelala sehemu salama kabisa, kumbe ni kwenye jiwe. Shida zina kawaida ya kutengeneza ganzi kwenye miili yetu. Na ile ganzi inapokuja, mambo mawili yanaweza kutokea. Jambo la kwanza, shetani anaweza kutumia shida umkufuru Mungu, au hizo shida zinaweza zikakufanya uwe karibu na Mungu zaidi. Yakobo akalala juu ya jiwe. Mungu alipomwona Yakobo akasema, nisiposhuka hapa Yakobo ameisha. Alipofikia ni pabaya. Biblia inasema Mungu akatengeneza ngazi akamtokea Yakobo. Alipomtokea Yakobo, Biblia inasema Yakobo akaona ngazi inapanda mpaka juu mbinguni, na malaika wanashuka na kufanya nini? Na kupanda. Nataka nikwambie, juu ya jiwe ulilolala, Yesu akafanye mlango wa kuzungumza na malaika wake kwa jina la Yesu. Yakobo alipoona akaanza kuzungumza. Akamwambia Mungu, akamwambia Yakobo, mimi nitakubariki, mimi nitakutegemeza tena. Yakobo akamwambia Mungu, endapo utanilisha, utanipa chakula, utanipa na nguo zangu hazitachakaa, na kufika niendako salama, wewe utakuwa Mungu wangu, na kila utakalonipa nitakupa sehemu ya 10 ya pato langu. Yakobo akakumbukwa. Katika mchana wa leo, najua kuna sehemu unahitaji kukumbukwa na Bwana. Mifupa mikavu inaweza kuishi tena. Bwana asifiwe. Sikiliza, kuna kitu ufanye mchana wa leo. Tua mizigo yote moyoni. Ukiondoka kwenye ibada ya leo, ondoka hapa ukiwa mwepesi kabisa. Bebesha mizigo hiyo. Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Leo Yesu anaenda kupumzisha tabu zako. Ikiwa unayo imani, kuna kitu Mungu anakwenda kufanya. Kuna jinsi shetani anazuia matokeo, lakini leo Yesu anakwenda kukushindia.
Kwa wale ambao wanatufuatilia, liko somo ambalo nimeliweka YouTube kwenye power request, nasema anguko la Lucifer. Nenda usikilize vizuri, utajifunza vitu vingi vinavyozuia matokeo kwenye maisha yako. Katika mchana wa leo, ni wanaume wangapi na wanawake wangapi wanasema japo kuna mifupa mikavu lakini tunaenda kuishi? Punga mkono pale ulipo. Unajua Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana. Wakati vijana hawa wanapokuja kutuletea wimbo, kuna mahali Mungu anataka kukuweka. Mifupa mikavu inaweza kuishi tena. Usiogope. Usiogope. Mimi ninajua yuko Mungu katika Israeli. Sina mashaka na yeye. Sina shaka kabisa na huyo Mungu. Yeye anakwenda kukuinua. Yeye anakwenda kukubariki. Sina shaka na yeye kabisa. Get the point. Take a step forward.